Kwa nini 40? Neno 40 limeonekana mara nyingi sana kwenye Biblia. Limeonekana mara nyingi sana. Mara utasikia Musa akakaa mlimani siku 40. Mara utasikia Yesu alifunga siku 40. Yona anaenda Ninawi, anawaambia watu wa Ninawi baada ya siku 40 Ninawi itaangamia. Elia akapewa chakula na malaika, akamwambia ya kwamba kula chakula hiki kwa sababu safari bado ni ndefu. Akatembea siku 40. 40 imekuwa inatokea mara nyingi sana kwenye Biblia. Daudi alitawala miaka 40. Goliath alitoa maneno mabaya kwa wana wa Israeli kwa siku 40. 40 ni nini? Mali fulani Paulo anaandika, anasema nimechapwa viboko 40 kasoro moja. Watanzania tunasema hivi, siku za mwizi ni 40. Hivi unapoisikia 40, wewe unajifunza nini kwenye 40? Wakati wa Nuhu mvua ilinyesha usiku na mchana siku 40. 40 ni nini? Wana wa Israeli walitembea jangwani miaka 40. Isaka mtoto wa mzee Ibrahimu alipofikisha miaka 40 alipewa mwanamke. Wazungu wanasema life begins at 40. Hivi 40 ni nini? Unajua ukiwa kwenye makanisa kama haya lazima uwafundishe kitu ile inachanganya akili zao, ndipo watakuita tena. 40 ni nini? Ukisoma kwenye Biblia ya King James Version, neno 40 limetokea, limekuwa appeared mara 146 kwenye Bible. 146 times this word 40 has appeared. 40 ni nini? Wakati fulani mtoto akizaliwa, sehemu zingine huko, mtoto akizaliwa anatolewa nje baada ya siku 40. Sehemu zingine mtu akifa, labda kama mwanamke mme wake bwanake amekufa, yani ule msiba unaisha after 40 days. 40 ni nini? Neno 40 linatusaidia nini kama Wakristo? 40 ina maana gani unapoisoma kwenye Biblia? 40 ina ujumbe gani kwenye maisha yako? Wale mnaosoma, those theologians au biblical scholars waliosoma lugha za Biblia, wanasema Wagiriki ya kwamba 40
inaitwa tesera konta. Sasa those are biblical languages. Tesera konta kwa Kiebrania 40 inaitwa arobaim. Arobaim. Hii 40 ni nini? Mimi Magoti nilipokuwa ninafanya utafiti nikatambua ya kwamba 40 inatambulisha mambo makubwa matatu kwenye maisha ya mwanadamu. 40 inatambulisha mambo makubwa matatu kwenye maisha ya mwanadamu. 40 inatambulisha vipindi vitatu ambavyo 3 periods ambazo mwanadamu anaweza kuzipitia akiwa hapa duniani. Jambo la kwanza, 40 inawakilisha kipindi ambacho amani ya mwanadamu inapoondoka maishani mwake. Amani ya mwanadamu, furaha ya mwanadamu inapoondoka maishani mwake. Furaha inapoondoka, hicho ni kipindi cha 40. Jambo la pili, 40 nilipokuwa Magoti ninaitazama kwenye Biblia, inaonyesha kipindi ambacho mwanadamu anatengwa, au kipindi ambacho mwanadamu anabaki na upweke. Anabaki na upweke au anatengwa. Hicho ni kipindi cha 40. Namba 3, 40 ni kipindi ambacho mwanadamu anapoteza alichokuwa nacho hapo zamani. Anapoteza kitu alichokuwa nacho zamani. Yaani kama zamani ulikuwa na shamba, ile shamba inapotea. Hicho ni kipindi cha 40. Kama zamani ndoa yako ilikuwa ina furaha, leo ndoa yako haina furaha. Hicho ni kipindi cha 40. Kama zamani mtoto wako alikuwa anakusikiliza, leo mtoto akusikilizi. Hicho ni kipindi cha 40. Magoti, unataka kutuambia nini? Hebu tuangalie namba 1, amani inapopotea. Andika notes vizuri, nikipata time nitakagua hizo notebook. Jamani, Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako Magoti anahubiri injili. Kitabu kile cha 1 Samuel. Kitabu kile cha 1 Samuel. Samueli wa kwanza na sura ya 17 mstari wa 15 mpaka mstari wa 16. 1 Samuel chapter 17 verse 15 to verse 16. Biblia inasema, basi Daudi alikuwa akienda kwa Sauli na kurudi ili awalishe kondoo za baba yake huko Bethlehemu. Naye yule Mfilisti hukaribia asubuhi na jioni, akajitokeza siku ngapi?
siku 40. Wasomaji wa Biblia wanafahamu hii story ya kwamba kulikuwa kuna mtu anaitwa Goliath, Mfilisti. Goliath aliwafanyia mambo mabaya sana wana wa Israeli. Alikuwa anawatukana, anawadhalilisha, anawatolea lugha mbaya wana wa Israeli, na alifanya hivyo kwa siku 40. Kumbuka, wana wa Israeli walikuwa ni taifa teule la Mungu, ni taifa ambalo Mungu alilichagua. Japokuwa Mungu alilichagua taifa la Israeli, lakini bado Goliath aliwafanyia mambo mabaya kwa siku 40. Yaani ndani ya siku 40 wana wa Israeli hawakuweza kuwa na furaha. Ndani ya siku 40 wana wa Israeli amani yao ilipotea. Goliath aliwatesa wana wa Israeli kwa muda wa siku 40. Magoti, unatuambia nini? Unaweza ukawepo ndani ya kanisa, lakini Goliath anakutesa kwa siku 40. Unaweza ukawa umekaa hapa unanisikiliza, lakini kuna Goliath wa maisha yako ameondoa furaha ya maisha yako. Naomba nikuulize swali, ni kitu gani kinaondoa amani moyoni mwako masaa haya? Je, ni jambo gani linafanya usipate usingizi? Msione watu wamekuja kwa kanisa mkadhani wote wana amani. Kuna mtu yuko hapa hata usingizi hapati usiku. Kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, furaha yake imeondoka kabisa. Mwingine Goliath ni mtoto wake, mwingine Goliath ni mme wake, mwingine Goliath ni madeni, mwingine Goliath ni pesa kupotea, mwingine Goliath ni kukoswa kazi, mwingine Goliath wake ni magonjwa. Yaani yuko ndani ya kanisa lakini hana amani kabisa. Msione watu wamekaa kanisani. Siku moja nikiwa na mama yangu, zamani nikiwa mtoto mdogo, tulikuwa na mama, tunaenda mtoni kuchota maji. Tumeshika ndoo, tunatembea na mama. Mbele yetu kukawa na mama mwingine anaongea mwenyewe, anaongea, anarusha mikono hivi, anarusha mikono. Mimi nikamwambia mama, unaona yule amekunywa pombe, yule ni mlevi. Kama hajakunywa pombe, kama sio mlevi, atakuwa ni kichaa. Akili zimetoka. Mamangu akaniambia hivi, mwanangu, usione mtu anatembea kwa barabara anaongea mwenyewe ukasema ni kichaa. Wengine sio vichaa, wengine matatizo yamejaa kwenye roho yake, yamejaa kwenye kifua, hana mahali pa kuyapeleka, anabaki kuongea mwenyewe. Mwisho mama akasema, mwanangu, siku ukiwa mtu mzima utaelewa kwa nini na kueleza maneno haya. Naomba nikuambie, hata mimi kuna wakati ninaongea mwenyewe. Hata mimi Magoti, kuna wakati ninaongea mwenyewe. Ndio maana mimi siku hizi, baba mzee Agata, siku hizi mimi nikiwa na ubiri kanisani,
Nikiona mtu analala kanisani, sitaki mumuamshe, acheni apumzike. Yawezekana huko mahali ametoka hajapata usingizi. Sasa yuko kwenye kanisa na kuna ile vasi inasemaje, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Na wenye kulemewa na mizigo, nami nitafanya nini? Sasa mtu amepumzika, unaanza amka. Mimi nikiwa na preach, mtu akilala, ile kitu unaweza kufanya, chukua kitabu, anza kumwevu hivi ili alale vizuri. Ngoja niwaambie, watu wana matatizo katika dunia hii. Watu wanapita kwenye moto, watu wanapita kwenye shida. Goliati aliwatesa wana wa Israeli siku 40. Siku 40. Goliati anawasumbua watu, Goliati anawatesa watu kwa muda wa siku 40. Magoti, unatuambia nini? Kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, anasema, Magoti, kuna mateso ninayapitia kwenye roho yangu. Nikishare na wewe utanishangaa kwa nini bado naishi mpaka leo. Mimi natembea sana, ninazunguka sana, ninakutana na watu wengi. Kuna mtu akikueleza matatizo yake mpaka unamwambia, wewe bado unaishi tu, bado unaishi. Hebu sikia, hicho ni kipindi cha 40. Hayo matatizo unayoyapitia tunayasema ni kipindi cha 40. Siku 40 ikiisha, Daudi ataonekana, atampiga Goliati na Goliati atakufa. Amani iliyopotea itarudi tena. Naomba nikutie moyo, matatizo ulionayo yana mwisho wake. Changamoto ulizonazo zina mwisho wake. Siku moja Goliati ataondoka kwenye maisha yako. Jamani, Bwana asifiwe. Watu wa kwenda mbinguni, Bwana asifiwe. Jambo la pili, 40 ni kipindi cha kutengwa au kipindi cha upweke. Ni kipindi cha kutengwa au kipindi cha upweke. Magoti, unatufundisha nini? Kitabu cha Kutoka sura ya 24. The book of Exodus chapter 24 verse 18 na ule mstari wa 18. Kitabu cha Kutoka sura ya 24 na ule mstari ni wa 18. Biblia inasemaje? Musa akaingia ndani ya lile wingu, akapanda mlimani. Musa akawa humo katika ule mlima siku 40, mchana na usiku. Biblia inatuambia Musa akapanda mlimani, akakaa katika lile wingu muda wa siku 40, mchana na usiku. Wasomaji wa Biblia wanafahamu ya kwamba Musa alikuwa na mke wake. Mke wake aliitwa Spora. Lakini pia Musa alikuwa na watoto. Lakini Musa alikuwa ni kiongozi wa wana wa Israeli.
Lakini pia Musa ndiye aliyekuwa amebeba ramani ya kuwapeleka watu Kanani. Alikuwa ndiye amebeba matumaini ya kuwapeleka watu Kanani. Biblia inasema Musa akaingia ndani ya lile wingu siku 40. Yani kwa siku 40 mke wake hamuoni mpenzi wake. Siku 40 watoto hawamuoni baba yao. Siku 40 wana wa Israeli hawamuoni kiongozi wao. Na kipindi hicho kulikuwa hakuna simu kama leo. Yawezekana wangempigia simu na kumwambia mbona hatukuoni? Siku 40 mke wa Musa analala mwenyewe kitandani, mme wake haonekani. Siku 40 watoto wanakula chakula na mama yao, baba yao haonekani. Siku 40 taifa la Israeli linaenda, kiongozi haonekani. Siku 40 ni kipindi ambacho uliyemtegemea anapoondoka kwenye maisha yako. 40 ni kipindi ambacho yule ambaye alikuwa faraja yako anapopotea kwenye maisha yako. 40 ni kipindi ambacho unapata matatizo na uko peke yako, hakuna wa kukusaidia. Magoti, unaongea kitu gani? Wajane walioko hapa wataelewa vizuri kuliko wewe ambao sio mjane. Watoto yatima walioko hapa wataelewa vizuri kuliko wewe ambao sio mtoto yatima. Ngoja nikwambie kitu, yule aliyempoteza baba yake ataelewa vizuri Magoti anaongea nini. Kipindi ambacho unapita kwenye matatizo, baba hayupo tena. Kipindi ambacho unapita kwenye shida, mama hayupo tena. Kipindi ambacho unatamani mtu wa kukushika mkono, lakini hakuna yeyote wa kukushika mkono. 40 ni kipindi cha kutengwa, ni kipindi cha upweke, unabaki peke yako, hakuna wa kukusaidia. Magoti, unatuambia nini? Naomba niongee na mama mmoja yuko hapa, ana watoto lakini watoto hawamsaidii, amebaki peke yake. Naomba niongee na mtu yuko hapa, ana mme lakini mme wake hamsaidii, amebaki peke yake. Naomba niongee na mtu yuko hapa, ana mipango mikubwa ya maisha, ana mipango mikubwa ya maisha, lakini hakuna mtu hata mmoja wa kumshika mkono. Naomba niongee na mtu hapa, wale uliowasaidia zamani ndio leo wanakusema vibaya. Wale waliokula chakula chako ndio leo wamekuwa maadui zako. Hicho ni kipindi cha 40. Unabaki peke yako, unalia mwenyewe. Kuna mtu yuko hapa, kitanda chake kimejaa machozi. Machozi yanamtoka kila siku, hana mtu wa kumsaidia, hana mtu wa kumsaidia, amebaki peke yake. Naomba nishare na nyie story. Hata nilikuwa naongea na Elida Kea, nikamwambia Elida Kea, unaniona kichwani vile niko, na hata watu wa Nyamira nadhani mtanishangaa, mnaona kichwa changu kina alama.
Kuna alama iko hapa, nyingine iko hapa. Babangu Agata anafahamu. Tulipata accident mbaya sana. Mbaya sana. Mwaka wa 2017. Mwaka wa 2017 tulipata accident ya gari. Tumemaliza mkutano wa injili pale Lang'ata, Nairobi. Wakati huo mpenzi wangu Veronica alikuwa na mimba ya mtoto wetu wa pili. Alikuwa na mimba ya mtoto wetu wa pili, na mimba yake ilikuwa ina miezi 8. Tuko ndani ya gari, tumemaliza kazi ya Mungu. Eridakea, nadhani story it is very new for you. Tuko ndani ya gari, tuko wachungaji 4 ndani ya gari na driver. Tunaenda airport, tunafurahi, tumemaliza kazi ya Mungu. Watu wameokolewa, watu wamebatizwa, we were very happy. Tunacheka, watu wamebatizwa. Veronica, my wife, akiwa chumbani kwake amelala, akawa anachati na mimi. Ananiambia, mpenzi, utafika saa ngapi? Namwambia, Vero, nadhani after 3 hours nitakuwa tayari nyumbani. Ananiambia, mpenzi, na kungoja, nimekumiss. Na mimi namwambia, mke wangu, nakuja. Akiwa chumbani amelala. Wakati huo kijana wetu mkubwa yule Agata amelala chumba kingine na msichana wetu anayetusaidia kazi. Kitu gani kikatokea? Gari yetu ikapata accident mbaya sana. Kichwa changu kikapasuka, nikaumia, na wale wenzangu tuliokuwa nao kwenye gari tukaumia. Gari ilikunjwa kama chapati. Gari iliharibika. I remember that day. Nilishare hii story na mzee Agata, nikaona machozi yanakaribia kutoka kwake. Gari ikaharibika kabisa. Watu wakajua tumekufa. Na si unajua siku hizi watu wanapenda kupiga picha. Tukiwa tumelala pale chini, watu wakapiga picha papa, zikaingia kwenye Facebook. Mtu mmoja alivyoona vile damu zimejaa kwenye sura zetu, damu zimejaa, mmoja akaandika kwenye Facebook, Magot and his team wamelala usingizi wa mauti. Habari zikafika Tanzania. Veronica alipotazama ile picha akapiga kelele, Mungu wangu, nimekuwa mjane. Veronica akaanguka chini pa. Kumbe wakati anaanguka akaweka tumbo chini, akapoteza fahamu. Yuko peke yake chumbani. Unajua kuna wakati unaweza ukapita kwenye matatizo na ukabaki peke yako. Kuna wakati unaweza ukapita kwenye shida asiwepo mtu yeyote wa kukusaidia. Kuna mtu yuko hapa anapita kwenye shida ya watoto, hakuna mtu wa kumsaidia, amebaki peke yake. Kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, anapita kwenye shida ya uchumi, anapita kwenye financial crisis, hana mtu wa kumsaidia. Kuna mtu yuko hapa anapita kwenye shida ya ndoa, hana mtu wa kumsaidia. Hicho ni kipindi cha 40. Kipindi ambacho Musa aonekani, mama amebaki mwenyewe na watoto, analia mwenyewe, baba aonekani. Ni kipindi ambacho mitihani imekuwa mibaya,
Unatamani upate mtu wa kukusaidia uendelee na masomo, lakini hakuna mtu wa kukusaidia. Ni kipindi ambacho mambo yameharibika kwenye ndoa yako. Kila mtu ukimpigia simu akusaidie, hakuna mtu anashika simu yako. Umebaki peke yako. Veronika akaanguka chini akiwa peke yake chumbani. Nini ikatokea? After few minutes fahamu zake zikarudi. Mpenzi wangu akapiga kelele. Yule msichana akasikia, akasukuma mlango. Naomba nikwambie leo, kama unalala mwenyewe kwa rumu yako, usifunge mlango na ufunguo. Usifunge mlango na ufunguo. Acha mlango, weka tu hivi, ili ukipata shida iwe rahisi kupata msaada. Yule msichana akasukuma mlango, akakuta Veronika mpenzi wangu analia, damu zimeanza kutoka, akiwa peke yake. Ngoja nikwambie kitu, unapoishi katika dunia hii, kuna kipindi kigumu unaweza kukipitia kwenye maisha. Na mimi naomba nikwambie leo, ukimuona mtu anapita kwenye shida, usifurahi, muombe, mtie moyo. Ukiona mtu anapita kwenye shida ya watoto, do not be happy. Usianze kucheka. Unajua kuna watu, Pastor Evans, they are very happy wakiona wengine wanapita kwenye shida. Kuna wengine wanafurahi wakiona mtu amepoteza kazi. Kuna wengine wanafurahi wanapoona ndoa ya mtu imeharibika. Ngoja nikwambie kitu, if you don't know what will happen tomorrow, usicheke matatizo ya mtu leo. Usifurahie matatizo ya mtu leo. Ukiona mtu leo anapita kwenye shida, mtie moyo. Mtie moyo. Mtie moyo. Mwambie mama, ninaombea kijana wako. Usicheke. Kuna watu wanafurahia matatizo ya watu. Kuna watu wanafurahi wakiona ndoa fulani imeharibika. Watu wa Nyamira Central, ukiona mwenzako ana shida, muombe, mtembelee, kwa sababu leo kwake, kesho kwako. Waswahili tunasemaje? Ukiona mwenzako ananyolewa, za kwako anza kuziweka maji, kwa sababu wakimaliza kumnyoa yeye, unakuja wewe. Hebu sikia. Veronika wakamchukua, wakamkimbiza hospital, wakampasua tumbo, wakatoa mtoto. Walipomtoa mtoto, mtamuona, nitakuwa naye Disemba pale nyumbani kwa mzee Agata. Ni kijana kabisa na ana kelele sana kama babake. Kwa mama Agata jipange. Especially Agata anaongea kama ameweka CD. Hebu sikia. Wakamtoa mtoto kwenye tumbo la mama yake. Yule mtoto walipomtoa, nadhani wakati Veronika anaanguka chini, kuna shida ilitokea. Mimi sio mtaalamu wa afya, sijui. Yule mtoto rangi ikabadilika. Wakamweka kwenye incubator, kwenye mashine. Wakamweka ICU. Mtoto ICU, baba ICU. Muda wote Veronika alikuwa analia. Tena anamwambia Mungu, Mungu nimekukosea nini? Kuna wakati unaweza ukapita kwenye matatizo mpaka ukaanza kukumbuka dhambi zote mpaka za mwaka 92.
Ukaambia Mungu, labda ile dhambi ya mwaka 95 nilivyoiba chai ya watu. Kuna wakati unaweza ukapita kwenye matatizo. Hebu sikia. Namba 3, nataka nimalize sasa. Namba 3, 40 ni kipindi cha kupoteza. Ni kipindi cha kupoteza kila kitu ulichokuwa nacho hapo zamani. Mwanzo sura ya 7. Mwanzo sura ya 7. Mwanzo sura ya 7 na ule mstari wa kwanza mpaka wa 4. The book of Genesis chapter 7 verse 1 to verse 4. Biblia inasema hivi: Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Katika wanyama wote walio safi ujitwalie 7 mme na mke, na katika wanyama wasio safi 2 mme na mke, tena katika ndege wa angani 7 mme na mke, ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Kwa maana baada ya siku 7 nitainyeshea dunia mvua siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Hebu sikia. Mungu anamwambia Nuhu, baada ya siku 7 nitainyeshea mvua dunia. Hii mvua ikija itanyesha siku 40. Hii mvua ikija itanyesha siku 40, na kila kitu kilichotengenezwa kitafutika. Yaani hii mvua ya siku 40 inaondoa kila kitu kilichokuwepo. 40 ni kipindi ambacho kile kitu ambacho ulikuwa nacho zamani leo hakipo tena. Ndoa yako ilikuwa ina furaha sana zamani, leo furaha haipo tena. Ni kipindi ambacho mtoto wako alikuwa anafanya vizuri sana darasani, leo mtoto wako hataki hata shule tena. Ni kipindi ambacho biashara yako ilikuwa inafanya vizuri. Watu wote hapa Nyamira waliona biashara iking'aa, biashara inameremeta, biashara inapanda. Biashara imeshuka mpaka umefika kwenye 0 point. Ni kipindi ambacho yule kijana ambaye alisema atakuoa alionyesha mapenzi moto, na wewe ulipomuona ukaona this kijana is very serious, he is going to marry me very soon, anaenda kunioa hivi karibuni. Msichana, ulipoona yule kijana yuko serious, ukaweka na picha yake mpaka kwenye Facebook, ukaandika my NINI to be, ukaweka kwenye status. Leo kijana hata simu yako hashiki tena. Ni kipindi cha 40. Ni kipindi ambacho mambo, ule utajiri uliokuwa nao hapo zamani unapoondoka kwenye maisha yako. Ni kipindi ambacho mtoto wako ambaye alikuwa anakupenda kabla hajaingia kwenye ndoa, leo mtoto alipoingia kwenye ndoa hata simu yako ashiki tena. Ni kipindi cha 40. Am I talking to someone? Ninaongea na mtu hapa. Kuna mtu naongea naye hapa
ananisikiliza, anasema pastor, you are talking with me. Kuna mtu yuko hapa. Pale ofisini bosi wako alikuwa anakupenda. Kila promotion unapewa wewe, kila seminar unapewa wewe, kila workshop unapewa wewe. Lakini leo there is no any workshop, hakuna seminar. Umekaa kwa ofisi, unaona vijana wadogo wanakuwa promoted, wewe umekaa pale, kila kitu hakiendi. Hicho ni kipindi cha 40. Ni kipindi cha 40. Ngoja niongee na mtu. Ni kipindi cha moto. Kipindi ambacho ulisomesha watoto kwa nguvu sana. Ulitumia pesa nyingi kupeleka watoto shule. Ukasema nikiwapeleka hawa watoto shule watakuja kunisaidia nikiwa mzee. Leo upati support yoyote ya mtoto wako. Moyo unauma. Moyo unalia. Hicho ni kipindi kinaitwa kipindi cha 40. Ni kipindi cha 40. Kipindi cha 40 ni kipindi ambacho mzee ananunua mashamba. Mzee akifa, watoto wanaanza kuuza mashamba. Baba alinunua, watoto wanauza. Baba alinunua, watoto wanauza. As we are talking, wamebaki na shamba moja tu. Hicho ni kipindi cha 40. Ni kipindi ambacho zamani you were very physically fit, ulikuwa na afya nzuri, lakini leo magonjwa imejaa kwenye mwili wako. Ile afya yako ya kitambo imepotea. Kila kitu kinagonjeka. Miguu inagonjeka, tumbo linagonjeka, mgongo unagonjeka, kichwa kinagonjeka. Hicho ni kipindi cha 40. Kuna mtu yuko hapa anapita kwenye moto wa maisha, hata anasema Magoti, hii sermon leo ni ya kwangu mimi. Siku moja baba, nilikuwa nchi inaitwa Namibia. Nimeenda Namibia kufanya mkutano wa injili. Mji unaitwa Windhoek. Pastor wa pale alipotambua Mungu ameweka kipawa cha maombi ndani yangu, akaniambia, Magoti, nimegundua kuna kipawa Mungu ameweka ndani yako. Ninaomba twende hospital tukaombe wagonjwa. Na mimi nikamwambia sawa pastor, twende. Tukafika hospital inaitwa St. Mary's Hospital, iko pale Windhoek. Hospitali kubwa kabisa. Hospitali ambayo ni very expensive. Tukaanza kuombea wagonjwa. Wagonjwa wakafurahi, kwa sababu walikuwa wananiona kwenye television. Ule mkutano tulikuwa tunauweka kwenye television. Wakafurahi ya kwamba yule Mtanzania leo ametutembelea. Tukaanza kuombea wagonjwa. Tulipomaliza, kambia pastor twende. Tukaanza kutembea, tunatoka. Wakati tunatoka, tukamuona nasi anakuja, anakimbia, anasema pastors, simama. Tukasimama. Nini? Akasema kuna mgonjwa mmoja mmemsahau, naomba twende tukamuombee. Huyo mgonjwa ana matatizo mengi, analia muda wote, analia. Pastor, ninawaomba hata kama muda wenu umeisha, naomba twende. Na sisi tukamwambia okay, no problem, twende. Tulipoingia
kwenye kile chumba cha yule mama. Alipotuona akauliza, Pastor Magoti yuko wapi? Nikanyosha mkono nikaambia, ni mimi hapa. Akaniambia, ndio wewe Mtanzania? Nikaambia, ndio mimi. Ndio wewe unaombea wagonjwa na wanapona? Nikaambia, sio mimi bali ni Yesu ndiye anawaponya. Akaniambia, niombee na mimi. Wakati anaongea machozi yanamtoka, machozi yanamtoka. Nikamwambia, mama, unataka tukuombee nini? Akasema, Pastor, niombee nife sasa hivi. Niombee nife. Niombee nife. Niombee nife. Hey. Nikamuuliza, mama, kwa nini unataka kufa? Akasema, Pastor, nimechoka. 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 Ngoja nikwambie kitu, mzee Agata, kuna watu kanisani wamechoka. Kuna watu wamechoka. Kuna watu wamechoka. Matatizo imewapiga. Matatizo imewakanyaga. Watu wamechoka, mayelda. People are tired. Watu wamechoka. Usione watu wanasimama wanaimba kwaya. Some of them are tired. Wengine watoto wamewachosha. Mpaka anasema, Mungu, mimi nimezaa nini? Nimezaa nini? Akiona mama fulani watoto wake wako very happy, very humble, yeye akiangalia watoto wake, yule mama anasema, Jesus, nimefanya dhambi gani ambayo inasababisha watoto wangu waishi hivi? Akitazama wale watu ambao ameanza nao kazi, sasa hivi maisha yao iko juu, yeye maisha yake bado iko pale pale. Anasema, Jesus, nimefanya dhambi gani? Msione watu kanisani wamekaa. Usione watu wamekaa. People are tired. Kuna watu wamechoka. Kuna watu wamechoka. Yule mama akaniambia, Pastor, nimechoka. Wakati anasema, machozi inatoka. Machozi inatoka. Machozi inatoka. Machozi inatoka. Tukamtuliza yule mama. Kaambia, mama, tuambie nini mbaya? Akasema, sipendi. Nikaambia, mama, nini mbaya? Akasema, Pastor, mume wangu aliniacha, akaenda kwenye mipango ya kando, akaniacha nikiwa na watoto wawili. Msichana alikuwa na miaka 5, kijana alikuwa na miaka 2. Mwanaume akaniacha. Sina kazi, sina biashara. Nikaanza kuteseka. Nikawasomesha watoto wangu kwa shida. Nikawalisha watoto nikiuza njugu kwa barabara. Nikisikia watu wanajenga nyumba, naenda pale nabeba hizo matofali, nabeba mchanga, nabeba simiti. Pastor, nimeteseka. Mama anashare na mimi. Machozi inamtoka. Machozi inamtoka. Unajua kuna mtu yuko hapa, machozi inamtoka. Kuna mtu ananisikiliza sasa, machozi inamtoka. Hebu sikia. Yule mama akaniambia, watoto wangu wakasoma vizuri, wakamaliza university. Msichana wangu
akapata kazi United Nations, akaenda New York America. Kijana wangu akapata kazi kwenye Central Bank hapa Namibia, wakawa watu wakubwa. Watoto wakaniambia, mama, kwa sababu umeishi na sisi kwa shida, acha, let us change your life now. Watoto wakamtafutia mama yao shamba, wakamjengea nyumba nzuri, wakamletea na gari. Mama akatoka kwenye shida, mama akaingia kwenye maisha ya raha. Watoto wakaweka na watchman kwa geti, watoto wakaleta na wapishi kwa nyumba. Mama akawa anaenjoy maisha. Mama alipoanza kugonjeka, watoto wakamwambia, mama, tunakupeleka kwenye hospitali ambayo hadi viongozi wanatibiwa. Wakamweka kwenye ile wing ambayo ni very expensive. Msichana wake akaomba ruhusa huko New York America ili aje amsaidie mama yake kwenye matibabu. Mama alipatwa na stroke, hawezi kutembea tena. Mtoto wake akaanza kumsaidia mama yake. Mama anatusimulia, machozi namtoka, anasema, pastor, the day before yesterday, msichana wangu akiwa ameshika kikapu ananiletea chai that morning, akivuka barabara, gari ilitoka saidi nyingine ikampiga mtoto wangu, kichwa kikapasuka kabisa, akafa hapo hapo. Brother yake aliposikia dada yake ameaga, akachanganyikiwa, naye pia akakimbia kwenda kumuona dada yake. Wakati anakimbia hakutazama vizuri kwa barabara. Wakati ana cross barabara, gari ikatokea saidi nyingine ikampiga. My children wakafa siku moja kwa accident. Watoto waliokuwa ni faraja yangu, watoto waliokuwa ni amani yangu, watoto ambao walikuwa wamebeba tabasamu langu. Pastor, ninaishi kufanya nini? Ngoja nikwambie kitu. Kuna wakati before haujamaliza tatizo A, tatizo B linakuja. Before tatizo B halijaisha, tatizo C linakuja. Yaani kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, yeye ni matatizo juu ya matatizo, matatizo juu ya matatizo. Ndipo nikakaa kwenye kitanda cha yule mama, nikachukua kitambaa, nikamfuta machozi kwenye uso wake, nikamwambia, mama, naomba nizungumze na wewe sasa. Nikamwambia, mama, hata kama watoto wako wamelala, Mungu hajalala bado. Naomba niongee na mtu hapa. Hata kama biashara zako zimeanguka, Mungu wako hajaanguka bado. Hata kama watu wanakucheka, Mungu wako hakucheki. Nikazungumza na yule mama, nikamwambia, mama, kila tatizo lina mwisho. Naomba niongee na mtu hapa Nyamira. Kila tatizo lina mwisho wake. Usikate tamaa. Hilo nalo litapita. Hilo nalo litapita. Nikamwambia yule mama, mama, usifadhaike moyoni mwako. Yesu ameenda kutuandalia makao. Siku moja atakuja tena, atatuchukua kutupeleka mbinguni. Mzee Agata,
Huko mbinguni hakuna maombolezo. Huko mbinguni hakuna kilio. Huko mbinguni hakuna magonjwa. Huko mbinguni hakuna huzuni. Huko mbinguni hakuna mateso. Huko mbinguni hakuna madeni. Nikamwambia mama, very soon our Master Jesus Christ will come to take us home. Naomba nikutie moyo wewe uliyeko hapa. Tunaishi katika dunia yenye matatizo. Jipe moyo, Yesu anakuja tena. Jipe moyo, Yesu anakuja tena. Nikamwambia mama, ukiwa ndani ya Yesu, kila tatizo unalopitia ni saizi yako. Mtu wa Nyamira, kila changamoto unayopitia ni saizi yako. Siku moja hilo tatizo litaisha. Usiangalie matatizo, muangalie mwenye majibu ya matatizo. Usiangalie shida, muangalie mwenye majibu ya shida. Focus your eyes to Jesus. Weka macho yako msalabani. Hii dunia hii baba, mzee Agata, hii dunia hii baba, my daddy, I'm talking with you. Hii dunia baba imejaa shida na taabu. Yesu ameenda kutuandalia makao. Watu wa Mungu, Yesu ameenda kutuandalia makao. Siku moja atatutoa katika dunia hii. Yesu atashuka kutoka mbinguni. Yesu atashuka kutoka mbinguni, akija na mwaliko na malaika na parapanda zikilia. Makaburi yatafunguka. Yesu atatuchukua. Yesu atatuchukua. Pastor Evans, Yesu atatuchukua. Elida, Yesu atatuchukua. Mama Veronica, Yesu atatuchukua. Yesu atatuchukua. Jamani, Yesu atatuchukua. Tutapaa na Yesu kwenda mbinguni. Tutaruka na Yesu kwenda mbinguni. Tutapaa na Yesu. Oh, natamani siku ile na wewe uwepo. Natamani siku ile na wewe uwepo. Natamani siku ile na wewe uwepo. Yesu akipaa na sisi kwenda mbinguni. Na huko tutakula rojorojo za mbinguni. Tutabaki kushangaa tu, ni kushangaa tu, ni kushangaa tu, ni kushangaa tu. Jipe moyo. Duniani sisi ni wapitaji. Yesu anakuja tena. Na Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali apate uzima wa milele. Masaa haya muamini Yesu kama Bwana na mkombozi wa maisha yako. Mungu atubariki sana.